Yesu alipoambia kwamba vita zetu si za damu na nyama, akachukua ile sikio akafanya nini? Akairegesha. Kisha baadaye sasa wale wakafuga walipotoa silaha zao na wakaanza kumshika huyu Yesu. Tunaambia kwamba wale wanafunzi walifanya nini? Walitoroka. Sema walitoroka. Walitoroka. Hebu mtanisomea katika Mathayo 26 mstari wa 55 na 6. Bwana sapewe sifa. 56 inasema hivi, 55. Saa ile Yesu akawaambia makutano, je, mmetoka kama kumkamata mnyang'anyi wenye panga na marungu ili kunishika? Kila siku niliketi hekaluni nikifundisha, msinikamate. Lakini haya yote yamekuwa ili maandiko ya manabii yatimizwe. Kama na mimi hapo, ndipo wanafunzi wote wakamwacha wakakimbia. Rudia na mimi, ndipo wanafunzi wote, rudia nyuma yangu, sema ndipo wanafunzi wote wakamwacha wakakimbia. Gusa mwenzako, sema neighbor, unajua nini? Wewe ukikuwa kwa shida, hata ule unampenda kabisa anaweza kuroga. Hapo Bwana sapewe sifa. Asili ukweli. Wakati uko kwa shida, hata ule alisema kabisa na aliapa sema kwamba mimi nitakufa na wewe. Amen. Utaona ataenda kama upepo. Utaona vumbi nyuma yake. Anafanya nini? Anatoroka. Lakini hapa Mungu hatuachi. Anasema kwamba yeye ndiye kimbilio yetu wakati wa nini? Shida, wakati wa mateso. Yeye ndiye kimbilio letu na ni nguvu. Bwana sapewe sifa. Amen. Na kama Yesu ndiye nguvu yetu wakati wa mateso, na tumesema kwamba mara nyingi watu fanya nini? Utawanywa ama utawanyika wakati wa mateso. Naye ikiwa watu wametawanywa kwa sababu ya shida inaweza tawanya watu. Mateso yanaweza fanya watu kama nini? Wakatawanyika. Lakini the reality ni kwamba hao ambao wametawanywa ama kutawanyika kwa sababu ya shida, Yesu atakusanya tena. Praise be God. He will bring them back. Na unapata hiyo katika Yeremia mlango ule wa 23 mstari wa 3. Nasema, nami nitakusanya mabaki ya makundi yangu katika nchi zile zote nitakaowafukuza, nami nitawaleta tena mazizini mwao, nao watazaa na kuongezeka. Nami nitaweka juu yao wachungaji watakaowalisha, wala hawataona hofu tena, wala kufadhaika, wala hatapotea hata mmoja wao, asema Bwana. Bwana sapewe sifa. Amen. Kwamba hawa ambao wametawanywa, shida inaweza tawanya watu. Hata wachungaji wanaweza tawanya watu. Bwana sapewe sifa. Lakini Kristo Mungu anatuahidi bado, anasema yeye ataenda kukusanya mabaki. Praise God. He's going to collect the remnants and bring them back. Na baada ya kuwaleta na kuwasanya, anasema kwamba atachukua mchungaji, na ni mchungaji mwema. Bwana sapewe sifa. Atawalisha, akiwalisha hawataona hofu tena. Bwana sapewe sifa. Na mchungaji atakayewaleta baada ya watu kutawanywa, unaambia kwamba mchungaji huyu atakuwa mwema na watu hawa watazaa. Bwana sapewe sifa. Na tunaona hapa Zaburi tulitawanywa na tukatawanyika. Wengine wetu tutakuwa na hofu, lakini mwisho Mungu alituita katika mji huu, katika sehemu hii, na akatuwekea sisi mchungaji. Na mchungaji wetu mkuu ni nani? Yesu Kristo, ambaye ni kichwa cha kanisa. Naye alitufanya na anatufanya sisi tukazae. Bwana sapewe sifa. Na katika kuzaa hiyo na kwamba tunaona tunazaa kiroho, tunaona tunazaa kimwili. Maana pastor amesema leo na testify kwamba ameongeza kupitia kwa neno la Mungu, ameongeza service. Tupe pastor makofi. Bwana sapewe sifa. Yaani testimony nimesikia hapo kwamba watu wanakuwa promoted. Sema amen. Baada Mungu kuwasanya watu waliotawanywa, anawaleta, anawabariki na wanazaa. Bwana sapewe sifa. Na kule kuzaa, hello,
Najua unaweza barikiwa mpaka ushangae. Sema. Amen. Unaweza barikiwa mpaka ufanye ushangae. Praise the Lord. Yaani inapokuwa tuko mbali nasikia kwamba Emmanuel amepata promotion. Ninasikia tena kidogo Mama Ruth ananipigia anasema pastor mimi ninakuja Eldoret. Nikasema Eldoret from Eldoret mpaka kwetu ni only 400 shillings. Nikasema kama kuna mahali utakanyaga basi ni kwako. Na huenda Mama Ruth ndiye atakuwa mtu wa kwanza kufika kwako. Bwana asifiwe. Amen. Na si bado ni promotion, sio? Mtu anaolewa official anaenda kwa. Praise the Lord. Na kule kutawanya ambao Biblia bali inatueleza sisi bado kuna kutawanywa kwa ubaya na kutawanywa kwa uzuri. Bwana asifiwe. Promotion inaweza sisi kufanya sisi tukatawanyishwe. Praise the Lord. Lakini cha kushukuru Mungu mno kwamba mahali tutakapokuwa jina la Bwana litakuwa nafanya nini? Linainuliwa. Na hapa hata mahali hata kama wengine wataenda hapa utaendelea kubarikiwa na kutabarikiwa in Jesus name. Watu watakuwa hapa na wale watakuwa wamebarikiwa kiingilio na promotion ama hata kuolewa na kuoa. Amen. Ama na transfer. Bwana asifiwe sifa. Watabarikiwa hapa na watabarikiwa mahali watakuwa. Bwana asifiwe sifa. Na kutakuwa na wakati Mungu atawainua tena na tutakuja hapa na tuulizane kwani kuliendaje? Huko pale huko kukoje? Yaani pale Illinois kuna mwingine anaweza kukuta kwa Minnesota. Come on. Amen. Bwana yeye ndiye yuko chini. Amen. Praise God. Fanye kwa nini? Si Mungu alitaahidi kwamba atatubariki, si ndio? Mtu anaweza jikuta kwa wapi? Minnesota ama Illinois. United States of America. Bwana asifiwe. Amen. So all those are blessings and we need them. Bwana asifiwe. Na wengine wakienda watarudi na wakirudi wanarudi na nini? Praise God. Watarudi na nini? Praise God. Nataka tunakaa hapa tunakaa kama ni watu wachache tu. Lakini sasa ule mwenye atakuwa Minnesota na Illinois na kule kwingine tunasema kwamba oh haleluya tunataka tubadilishe hii kanisa ikuwe ghorofa. Unasikia pesa zinashuka tu. Zinashuka tu. Anasema nini? Nani mmetoa wapi? Sema kwamba Mungu amefanya nini? Ametubariki. Bwana asifiwe. Amen. God has blessed us. Na atakutusanya sisi is going to gather na kuweka sisi pamoja. Bwana asifiwe. Hawa ambao watakuwa wamesanywa watakuwa katika malisho mema, malisho mazuri. Bwana asifiwe. Amen. Na katika Kolosai tulijifunza jambo moja kwamba baada ya Yesu kutukusanya ama kusanya kundi hili kwamba kwa hakika yeye anatukusanya sisi ili aweze kutuokoa. Wakolosai. Tutasoma Wakolosai mlango ule wa 11 mstari wa 11 Wakolosai 1 mstari wa 11. Yes. Nasema vipi? Mkiwezeshwa kwa uwezo wote. Oh haleluya. Kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake. Mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha. Oh haleluya. Bwana asifiwe sifa. Kwamba Mungu atakapokukusanya na kutukusanya tena na kutubariki na kutuwezesha. Sema kutuwezesha. Come on. I want you to speak kutuwezesha kwa ukuu. Kama ni wewe unawezesha. Unajua kuwezeshwa. Wewe unaelewa kuwezeshwa ni nini? Amen. Unawezeshwa kiroho, unakuwa powerful kiroho. Bwana asifiwe sifa. Unawezeshwa kiuchumi. Bwana asifiwe sifa. Amen. Unawezeshwa kihuduma, unawezeshwa kifamilia, unawezeshwa kiafya. Praise God. Kwamba the Lord God, ikiwa tutamweka Mungu kwa kimbilio letu, wakati tutakuwa tumetawanyishwa na mateso, yeye atakukusanya. Bwana asifiwe sifa. Na kisha kukusanya sisi atatuwezesha. Na tutakapowezeshwa, oh haleluya, sema neighbor, wakati utakapowezeshwa
Amesikia kweli, kurudia kwa sauti kubwa, sema wakati utakapowezeshwa. Amen. Wakati atakapowezeshwa